I want to advise you something. Mtu yoyote mwenye kiburi ana kitu kinachompa kiburi. Ukiona mtu anakuwa na kiburi, there is something kinachompa kiburi. Huwezi kuwa na kiburi na kitu. Mtu ana kiburi kwa sababu ana pesa. Mtu ana kiburi kwa sababu ni wazuri. Mtu ana kiburi kwa sababu ana huduma. Lakini sikiliza. Kati ya watu Mungu anawapinga ni watu wenye kiburi. Biblia inasema Mungu huwapa neema wenye kiburi, huwapinga wajikusahau. Kwenye kanuni za mafanikio, kanuni ya unyenyekevu ni kanuni ambayo hautaiepuka popote. So kama unataka kufika mahali na kwenda mbali, let me help this. Rules you apply. Ondoa kiburi. I say Mungu anaweza kukupa watu, ila sababu ya kiburi watu wakakuacha. Mungu anaweza kukupa huduma, kwa sababu ya kiburi Mungu akakuacha. Mungu anaweza kukupa mume, kwa sababu ya kiburi mume akakuacha. I'm telling you, when I can't about mahusiano, wanawake wengi short wana kitu kinaitwa kiburi, wana struggle na kiburi. Wanaume wengi wana struggle na tamaa. Yaani tuko tofauti. Girls wana struggle na kiburi, men wana struggle na lust. So kama unataka kufanikiwa, stave your anger. Stave your anger. Ondoa njaa yako. Njaa inaua wengi. Kwa hiyo pambana sana kiburi kisikae ndani yako. Kiburi kimeangamiza wengi. Unyenyekevu umeinua wengi. Be humble. Everywhere. Unyenyekevu ni kanuni ya kuinua watu wakubwa. Iwe ni kazini, iwe ni kwenye ndoa, anywhere. Mungu akikupa neema, mwambie akupe neema ya kuwa mnyenyekevu. Sio tu kwenye huduma, naongelea hata kwenye maisha ya ndoa. Utapata mtu lakini ukiwa na kiburi atakuacha. Kwa ushauri wangu tu kama binti wa sasa hivi, ni 20 something years, kwa ushauri wangu, acha kiburi. Muda unaenda, haijipe kiburi. Wapo wengi, wanaume sio wengi, wanaume ni wachache. I'm telling you the truth. Watakuja tu, mimi si mzuri, wewe ni mzuri, lakini muda unakuacha. Sasa angalia, sasa hivi una miaka 24, umeshakata wewe. Ikifika saa utaanza kwamba ndio yule mtu anasema Mungu yote tu, kwa sababu wakati wako Mungu anakupa watu wazuri. Ndio wakati ulikuwa na kiburi. Wakati wa shibe, kumbuka kuna wakati wa njaa. Wakati unahisi uhitaji mtu yoyote, kumbuka kuna wakati utakuwa na uhitaji. So ishi kwa akili. Yusufu alimwambia mfalme Farao, kuna miaka 7 ya njaa na kuna miaka 7 ya shibe. Cha ajabu, shibe inaitangulia njaa. Siku zote ni hivyo. Yaani kuna wakati ili uwe mhitaji lazima upate kupita kwenye hatua ya kutokuwa mhitaji. Unahitaji pesa, unahisi una kila kitu. Yaani lazima tu uanze na hatua ya kwamba you don't need something. After you know what you need something. Kwa wakati wa njaa kumbuka kuna wakati wa shibe, na wakati wa shibe kumbuka kuna wakati wa njaa. Hautakuwa na shibe siku zote na hautakuwa na njaa siku zote. Kwa hiyo be wise, kuwa na busara. Chagua tu kwa busara. Mungu anakupa watu, usiwakatae. Na acha kiburi, mtumishi wa Mungu. Kiburi kitakuangamiza, kiburi kitakuondoa. Wako wengi ambao wamepotea kwa sababu ya kiburi. Yaani Mungu hapambani na mtu mtenda dhambi sana, ila Mungu shida yake ni watu wenye kiburi. Mungu ni adui wa watu wenye kiburi. Ukitaka kujua kwa nini Mungu alimfukuza Shetani, kwa sababu ya kiburi. Kwa Mungu anachukia kiburi kuliko kawaida. Mungu anachukia kiburi. Na ukiwa mtumishi acha kiburi. Ukiwa mchungaji acha kiburi. Useme nimefika. My dear, you still have a long time to go. Kwa hiyo mwambie Mungu akupe neema ya kunyenyekea. Nawe binti ambaye
upo kwenye wakati ambao ni miaka 20 na kitu, mwambie Mungu akupe akili. Huu ndo wakati wa shida, uhitaji kweli kuwa na mahusiano. Hii ndo wakati unaweza kukutana na mtu right person. Ukisema ifike 26, 27, you are late my dear. Sikuvunji moyo, lakini inawezekana, lakini why uchelewe? Huko unaweza tuka lose your pride, ukaishi na mwanaume vizuri. Uwezo ukaishi na mwanaume kama unakiburi. I'm telling you, mwanaume hawezi kukubali. Kwa sababu gani? Mwanaume ameumba kutawala. Shida inayomsumbua mwanaume ni kutawala. Yaani mwanaume ameumba atawale na amiliki. So mwanaume akikosa kutawala, there is a problem. Kwa unatakiwa ufike hatua ambayo utakuwa mnyenyekevu. Ndoa nyingi zimekuwa na changamoto kwa sababu wanawake wamekuwa na kiburi na wanaume wamekuwa na tamaa. Niwaambia shida ya wanaume wengi wanakuwa na tamaa. That is all. Changamoto za ndoa ni mbili kuu muhimu hizo situ. Moja ni kiburi, mbili ni tamaa. Wanawake wengi wana struggle na kiburi, wanaume wengi wana struggle na tamaa. So jaribu kupambana na Mungu akusaidie.